Kuna vitu viwili ambavyo watu wengi hawajui mwalimu. In the realm of the spirit, if you are ignorant, you are a victim. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Namba 2, kwenye ulimwengu wa roho hata anayeigiza mlinzi atashambuliwa. Even a fake watchman is under attack. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho hata a fake watchman can bring an distraction. Hata anayeomba kwa kuotea. Unajua kuna watu wanaomba navunja mizimu, wala haelewi mizimu inapotokea. Lakini vita inapoanza kumtandika hata amini. Kwa nini? Even fake watchmans, they are under attack. Bona vile shetani anakuangalia unaotea, akasema anaotea tu hata nipata. Hata kwenye kuotea kuna kipigo. Anapapasa maombi. Hajaamua. Mtu anaamka, hajaamua kumfuata Yesu, lakini yuko kwenye mkesha, kwa jina la Yesu na kanyaga wewe. Shetani atakuona hujaumaanisha, atakushambulia. Even a fake watchman is under attack. Okay, hawanielewi ninachosema. Nenda benki leo, vaa kimgambo, alafu majambazi wavamie, alafu waashumu kwamba umeotea. Wewe sio mgambo, ndio utaelewa. Umeenda pale CRDB siku hiyo, umevaa nguo zako za security, umeandika hapa security. Alafu siku hiyo wala umeamua tu kushona nguo yako ya security, sema amina. Ukaandika hapa security. Tena unamaanisha security wa mbinguni, wala hata sio wa duniani, wa mbinguni, sema amina. Alafu umeingia benki, sema amina. Ulipoingia benki, majambazi yameamua kuja kuvamia benki. Wataashumu ni security wa mbinguni. What will they do? Okay, even a fake watchman must be attacked. Kwa usiseme sikuwa serious hata hivyo, nilikuwa naomba tu. Hata kuomba kuna kipigo. Even a fake watchman, wewe unaomba ukipapasa, hujui hata unaomba nini. Hujakaa ukamsikiliza Mungu vizuri, unaamka tunavunja. Kwa mamlaka niliyopewa. Umepewa na nani? Hujui. Kwa mamlaka nilionayo ipi? Hujui. Nimeona watu wengi ambao wameanza maombi bila maarifa. Do you know you cannot sustain? Huwezi kumshinda shetani bila vitu viwili. Ni sawa na miguu miwili. I've been teaching always. You will never overcome Satan without power. But I'm telling you, power is not enough. Nguvu hazitoshi peke yake. Yesu alifunga siku 40. He was full of power. Kwanza ameenda, Biblia inasema akaongozwa na Roho mpaka nyikani. He was starting with power from kutoka kwenye mto. Ana nguvu za kutosha. Akakaa nyikani, akaanza na maombi. Shetani alipopima akisema nikienda hapa na upepo ujamaa ananimaliza. So he shift the direction of war. He come with the direction of knowledge. Unaweza ukafunga sana, ukaona nguvu za kutosha za kiroho, lakini bado shetani akakutandika. Akija kwenye engo ya maarifa. Ni sawa na miguu miwili hii. Hivi nikuulize swali. Kutembea si hivi? Mnanielewa? Kutembea si hivi? Haya. Natembea unaruka. Naruka sio nataka nikuonyeshe ya kwamba you will never overcome Satan with power alone or with knowledge alone. Ndio maana kuna watu utakutana nao kwa barabara wanakuambia hawajui nguvu lakini wanajua maarifa. Mimi Mungu namjua. Maandiko nafahamu, wachungaji hao wanawajua. Najua vitu kuhusu Mungu, najua vitu kuhusu Mungu, lakini ana nguvu ya kumkomboa. Anaweza kukuambia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, akakutajia wachungaji wote na uhusiano alionao, lakini maisha yake hayajasogea popote. And in fact, you know nothing without implementing it. Chochote unachofikiri unakijua kama hujakifanyia kazi, hujajua chochote. You are pretending that you know. Knowing is acting. Kujua ni kufanya. Kama hujafanya, hujajua. Tumekaa tumelielewa somo, tumebarikiwa mtu wa Mungu. Asante mno. Umefanya nini baada ya somo? Ndio kuna tafsiri umejua. Hivi ni vitu viwili nataka nikukumbushe. Even fake watchmans, they are under attack. Wewe endelea kuigiza ndio mlinzi wa hiyo familia, wakati ambao hujaamua kutembea na Mungu.
watakuua. Chagua. Are you sure you are a watchman, or you are pretending to be a watchman? Mungu anajua nimeamua kusimama, hakuna kitakachopita maadamu ninaishi. Asante sana. Lakini tafadhali hakikisha ya kwamba wewe ni mlinzi wa kweli na unaelewa unacholinda ni nini. Na hakuna mlinzi asiyejua anacholinda, na anayelinda lazima ajue ya thamani ya anacholinda. Hivi ukiamka kesho ukakuta serikali ya mitaa wanajeshi wamekaa na mtutu namna hii kila mahali, ndio pembeni tu ya familia yenu, hautahama? Unahama uami. Maana unajua hii ni serikali za mitaa tu, tena kuna nyaraka 2-3 ambazo hazina mageuzi yoyote. Ni kweli si sawa? Haya, ukienda pale posta Ikulu ukakuta wanajeshi wamekaa, utashtuka. Maana yake unajua wanacholinda ndani. Even a fake watchman is under attack. Mimi sijui nani naongea naye. Don't pretend to be a watchman, because even pretenders, they are at risk. Unashangaa unapigwa hichi, umeamka una kiuno kimebana, unakemea tu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sijui ametokea wapi hawa. Sijui ametokea wapi hawa, na waharibu. Kiuno kinalainika kwa rehema za Bwana, ghafla linaanza tumbo la kuharisha. Mashambulizi usiyojua yanatoka kwa damu ya Yesu Kristo. Shetani umetoka kwenye kiuno umehamia kwenye tumbo langu. Tumbo langu ni damu ya Yesu. Navunja, naharibu, navunja, nateketeza. Tumbo nalo unasema tuachie kwenye tumbo, inahamia kwenye macho, unaona ukungu. Unasema kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa nini unaishi maisha ya namna hii? You are not yet a watchman, you are pretending to be a watchman. Mashambulizi utakaokuwa unakutana nayo, hakuna mtu atakayemshinda shetani kwa nguvu peke yake, kwa sababu kuna realm of power. Shetani anajua you are above it, you have power, so I cannot come with power, you defeat me. I will come to check the realm of knowledge. Unashangaa watu wanaanza maombi, tunaanza maombi, tuko serious kuombea madhabahu, amina, tunamfunika mtumishi wa Bwana, tunaita moto mashariki na magharibi, moto wa Mungu umzingire, aendelee kuachia nguvu zako Mungu zionekane. Shetani anajua ni sawa, mpo serious, mnaomba sana. Alafu katikati ya waombaji wenzenu wanaletewa mtu maono ya kiuongo, ya kipepo, kuna nyoka madhabahuni. Sema amina. Alafu anawaita wote, anawaambia kitu Mungu amenionyesha ni kizito mno, tuko hatarini mno. Na kitu nimekiona sijakielewa vizuri, lakini ufahamu wangu ni kama unakuja. Wanamuuliza nini? Anasema madhabahuni. Nini madhabahuni? Nyoka chatu amepanda, ametapakaa pale kwenye madhabahu. Watu wanaanza kusema lazima mchungaji amejiunga mchungaji. Kikundi cha maombi kinasambaratika na wanaondoka, wanasema lile kanisa hamnaga Mungu tena. Shetani anapiga vigelegele, anasema wapumbavu hawa walifikiri wanaweza kunishambulia kirahisi namna hiyo. Wanasahau ya kwamba, ngoja nikwambie, nikushangaze ile, wanasahau ya kwamba hata nyoka ni alama ya nyoka wa shaba. Kaya mgeni alichokiona mgeni ni kweli kabisa, lakini Mungu alipotaka kuonyesha alama ya msalaba aliweka nyoka wa shaba, akasema yeyote atakayegusa ataokolewa. Lakini kwa sababu hawana maarifa wanasema kuzimu, maana alimefundishwa nyoka ni mzimu, nyoka ni shetani. Na waombaji wangapi wameuawa kwa kukosa maarifa? Mikwamo na vita watu wanazokutana nazo ni matokeo ya kitu kinachoitwa nini? Misingi ya vizazi. Baba zako wale waliokutangulia walimchagua Mungu yupi? Ndio msingi huo. Bwana asipoujenga mji wa ujengao wafanya kazi bure. Anayejenga familia sio baba na mama, anayejenga familia ni Mungu aliyowekwa katikati ya hiyo familia. Wanaweza wakakutana sana, wanapendana, wanamchana, wanafurahiana, lakini hakika
mamlaka yake. Bwana asipojenga, waujengao wafanya kazi bure. Swali la kwanza, walichagua Mungu yupi? Mchungaji walikuwa wajua, akachagua mizimu. Hata kutokujua kwao akachagua mizimu, hakuwaondoi kwamba mnatandikwa. Nitakuonyesha maandiko anasema baba zetu wamekula zabibu mbichi, midomo yetu imetiwa ganzi. Yani wamemenya wao, wamekula wao, sisi ganzi tunaisikia sisi. Ni sawa na mtu ale chungwa, wewe ndio mdomo wako unauma. Anamenywa. Umeona mtu anayekula nini sile limao, asante sana, anakula limao, analingata kabisa. Do you feel the pain of it? Badala ya yeye kusikia, wewe ndio unasikia. Ni Mungu yupi waliyemchagua katika misingi yao? Mikwamo watu walionayo na vita zisizoisha ni matokeo ya misingi ya vizazi. Kina Ibrahimu waliweka misingi ambayo kina Isaka walipotoka wakasema, yuko wapi Mungu wa Ibrahimu baba yangu? They were refining back the foundation of their fathers. So, do you have a serious to stand and say, yuko wapi Mungu wa baba yangu Elias? Unamjua? Yuko wapi Mungu wa baba yangu fulani? Hawa majamaa walimjua Mungu wao katika kiwango, wakafika mahali wakasimamisha madhabahu katika kiwango ambacho watoto wao hata wakikutana na vita wanasema, na ijulikane yupo Mungu, na ijulikane yupo Mungu. Sema amina katika jina la Yesu. Kina Daudi wanapambana kwenye vita hata na Goliathi, anasema leo itajulikana yupo Mungu katika Israeli, na ya kwamba Mungu haokoi kwa mfumo, haokoi kwa silaha. Anatamka namna hiyo kwa nini? Anajua misingi ya vizazi vya baba yake walimchagua Mungu aliye hai. Mikwamo na vita za vizazi, vita watu wengi walizonazo ni matokeo ya vizazi walivyotoka. Moja, walimchagua Mungu yupi? Biblia inasema, na kama walivyomkataa Mungu katika fikra zao, ndivyo Mungu alivyowaacha. Nimekuambia familia haijengwi na mke na mume wawili waliokutana wakapendana. Familia inajengwa kwa Mungu aliyechaguliwa kwenye hiyo familia. Biblia inaweka wazi, nasema, nisikilize, hata mnapokutana wachumba wawili, Biblia inasema, angalia bana, usifungiwe nira na asiyeamini sawa sawa. Sio tu asiyeamini, tuongezee mbele ipasavyo sawa sawa. Anaweza kawa anaamini lakini sivyo ipasavyo. Usiseme tu asiyeamini. Sasa hamna shida, mchungaji anaga matatizo, hata nikaolewa huku hawanaga shida mchungaji. Tusilete mambo ya udini. Madamu atuongelee udini hapa, tunaongelea kinachojengwa. Walipomkataa Mungu, maandiko yanasema pakawa na vita malangoni. Hujasoma maandiko? They denied God and later what they found, the war in their gates. Vita katika malango yao. Walijitahidi usiku na mchana, wanafunga na kuomba, lakini vita kwenye malango yao haiishi. Na ndio maana anayekoa unayeolea naye lazima mkae chini muangalie ni Mungu yupi anayewa backup. What kind of God is backing up you? Usiwe tu na haraka. Angalia ni Mungu yupi anayeongeza, kwa sababu hakika nyumba haitajengwa na nyewe wawili. Nyumba itajengwa na Mungu aliyechaguliwa. Kwa jambo la kwanza, hizi vita zinatokana nini? Ni Mungu yupi waliomchagua. Okay, wamefanikiwa kumchagua. Tunaenda namba 2, ni Mungu yupi waliyemtumikia. Kwa sababu mnaweza mkamchagua lakini msimtumikie.